Ubarikiwe sana mahali popote pale ulipo wewe uliyefungua video hii kutazama na kusikiliza ushuhuda huu ambao naenda kushare na wewe katika kupitia video hii katika kipindi hiki ambacho ni cha Kwaresma kwa Wakristo. Mungu akuinue, Mungu akuonekanie wewe ambaye wakati huu ambapo na rekodi video hii ni mwezi wa 3. Ukweli ni kwamba inawezekana ukawa unapitia changamoto nyingi, inawezekana ukawa unaumwa, inawezekana ukawa hali yako ya kiafya, hali yako ya maisha kwa ujumla haiko sawa, lakini napenda nikwambie ya kwamba Mungu aliyeumba mbingu na nchi bado ana mpango na wewe kwenye maisha yako. Ikiwa bado unapumua, ikiwa bado umeweza kuiona siku ya leo, napenda nikwambie ya kwamba bado Mungu ana mpango na wewe. Usikate tamaa, usifadhaike, usiwe na shaka. Ebu geuka, ebu mtazame Kristo aliyekubali kwenda msalabani, aliyekubali kuaibishwa, aliyekubali kufedheheshwa kwa ajili yako. Siku ya leo siji kwa ajili ya kuhubiri wala kufundisha, lakini Roho Mtakatifu amenikumbusha, amenivuvia kwamba natakiwa wewe ambaye unanitazama, wewe ambaye unapitia hali ngumu ya maisha, nikupe ushuhuda kwa habari ya damu ya Yesu Kristo. Mimi naitwa Pastor Alice Rusula, ni mtumishi wa Mungu, ni mchungaji. Niko hapa Dar es Salaam. Ni mtumishi wa Mungu katika huduma ya Shining Light. Makao makuu yapo Kinondoni. Mimi ni mmoja ambaye nimepata rehema za Bwana. Niliona thamani, niliona nguvu iliyomo ndani ya damu ya Yesu Kristo. Inawezekana mara nyingi sana tunapokuwa kanisani, tunapokuwa wakati wa ibada, tunaimba damu ya Yesu Kristo inanena mema. Tunaweza tukawa na ibada maalum pia kwa ajili ya kutumia damu ya Yesu Kristo, lakini napenda nikwambie ya kwamba ikiwa bado kuna mahali ambapo unahitaji kufika katika kuamini katika thamani ama katika nguvu iliyomo ndani ya damu ya Yesu Kristo, ndio maana nimekuja moja kwa moja kukushuhudia. Sitaanza ushuhuda wote, lakini napenda nikwambie kipengele hiki kidogo tu kuhusu damu ya Yesu Kristo ilichokifanya. Mimi niliyopo mbele yako ikiwa mwaka 2022, lakini kuanzia mwishoni wa 2021 nilibahatika kupata ujauzito, na katika ule ujauzito niliweza kujifungua mtoto wangu wa kiume, ambapo kwa kujifungua mtoto yule, na mimi na mtoto wangu tulipata changamoto sana, changamoto mno za magonjwa za hapa na pale, za kuumizwa, za kudhalilishwa. Kuna namna ambavyo niliumizwa, lakini namshukuru Bwana Yesu kwa maana leo kama unaniona niko hai, ni kwamba Mungu ana mpango mzuri hata kwako atatenda. Basi niliumwa sana. Nilipojifungua, baada ya hapo niliweza kupata sukari. Sukari yangu ilikuwa juu sana, ilikuwa kwenye 34. Sukari ilikuwa, siwezi kutembea, siwezi kukaa, nimekaukiwa, nimekuwa mweusi, siwezi kula. Kwa ufupi ni kwamba nilifika wakati mpaka nikawa sioni, nikawa kipofu na kaa ndani tu. Lakini shida kubwa ilikuja kutokea, ambapo nataka nikupaka kakipengele, maana ushuhuda wote ukihitaji sasa unialike kanisani kwako ama uje mahali nilipo, nitakushuhudia, nitakupa ushuhuda kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Sasa katika kuumwa kwangu, nilikuwa mtoto wangu nilivyomzaa,
hakuweza kunyonya. Nilikuwa na hiyo sukari, niko kwenye sindano za insulin, niko kwenye diet, hali yangu ilikuwa mbaya. Napenda nikwambie wewe unayetazama hii video siku ya leo, wewe ambaye umebahatika kuangukia kwenye hii video, nataka nikwambie, inua imani yako. Mungu bado anatenda. Yesu Kristo aliyekufa msalabani. Tuko katika Kwaresma, tuko katika nyakati nzuri za kukumbuka upendo wa Kristo. Neno la Bwana linaniambia katika Warumi 5:8 ya kwamba ni kwa ajili ya upendo wa Kristo alikubali kwenda msalabani, tungali wenye dhambi, kabla hata hatujamjua. Napenda nikwambia ya kwamba Yesu Kristo anakupenda ndugu. Mimi niliumwa sukari, lakini katika kutokunyonyesha na nini, nilikuja kupata huku ndani kwenye ziwa langu la kushoto. Kwa muda nilikuwa nasikia kulikuwepo tu kama mawe mawili. Huku ndani nilikuwa na vitu viwili kabla hata sijajifungua. Nafikiri ni kitu ambacho nimekaa nacho kwa muda mrefu, nilikuwa bado sijakijua. So nilivyojifungua, hali ile ikapeleka sikuweza kunyonyesha mtoto. Lakini ile hali iliendelea kuleta kwamba mimi ziwa likaja kuvimba, likafikia huko. Ziwa likawa kubwa sana, likavimba, ukigusa lilikuwa ni jiwe jeusi. Jiwe jeusi, homa kali. Nilikuwa naumia. Nilikuwa na maumivu makali mno. Huku nina sukari, huku sioni, huku katika wakati sasa wakaanza kusema kwamba wanatakiwa wakate. Nilienda nikafanya vipimo hospitali moja iliyopo hapa jirani kwetu. Wakapima. Kile kipimo kiliniumiza sana, maana waliingiza kipimo pasipo kuweka hata ganzi, wakachota usa. Lakini baada ya hapo wakaniambia, wewe unazo dalili 90% za kansa. Hii ni kansa, hatuhitaji hata kupita pembeni. Lakini kibaya zaidi ni kwamba una sukari. Sukari ina 34. Sukari ile nilikuwa siwezi kutembea, niko hospitali, nimelazwa, sioni, sisikii, yani vitu vyote vimekuwa, yani ni vita kali. Na ziwa liko hapa na chini hapa, nilikuwa naweka kitenge nafunga ili niweze kulibeba kutokana na uzito. Sasa yale maumivu yalinipelekea kuinama. Nilikuwa natembea hivi na inama, nikiweza kuinuka natoka naenda labda chooni wapi. Nilikuwa sina uwezo wa kutembea nikiwa nimeinuka, kwa sababu nilikuwa na ule uzito wa ziwa, kifua kikawa kinalemewa, huku ni maumivu makali, sukari, sioni. Mwanadamu, huyu mwili usikudanganya, mwili unaoza kwa siku moja. Hapo sitaingia ndani sana, kwa sababu ushuhuda ni mkubwa sana, kwa sababu nilikuwa kutokana na sukari nilikuwa nimeoza. Nikikaa usaa unatiririka, nikiwa nimelala ni usaa. Hapo siwezi kutembea, nimekonda. Nitakuwekea picha utaangalia hapo kama ulikuwa bado hujaangalia. Lakini nataka nikwambie, kwa thamani ya damu ya Yesu Kristo, ujumbe wangu umekaa kwenye thamani, nguvu iliyomo ndani ya damu ya Yesu. Nilikuwa peke yangu, nilikuwa hospitali. Nilivyopelekwa hospital hapa kabisa, hapa kubwa. Namshukuru Mungu kwa daktari niliyemkuta, alipoangalia ziwa lilivyooza, linanuka, linatoka usa. Kuna mpendwa wangu alinisindikiza, Mungu ambariki sana, dada huyu anaitwa Malaika, alinisindikiza hospitali. Hiki ambacho nakwambia, alitumia nguvu zote nikaweza kukutana na yule daktari. Maana haikuwa kazi nyepesi, kwa sababu foleni ilikuwa kubwa, lakini kwa namna ambavyo nilikuwa na maumivu makali, alinisaidia nikaingia. Alipoangalia daktari aliniambia, mama, hauwezi kurudi hata nyumbani. Hii ni emergency case. Homa ni kali.
usaa unatiririka, usaa unatiririka, ninanuka. Huyu Mungu wetu ni mwaminifu. Mimi kitu kimoja tu nilichokikumbuka kwenye akili yangu ni kwamba kuna damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani, ya kwamba ina nguvu. Maana nimeshaambiwa ya kwamba ziwa hili la kushoto itabidi likatwe kwa sababu tayari, lakini pia nikiwa najiandaa kwamba hata ziwa la pili linaweza likaambukizwa. Maana yake ni mimi nilitakiwa kukata nyama sasa ipelekwe. Nikawaambia, sikilizeni sasa, mimi nimemwamini Mungu, mimi ni mtumishi wa Mungu, nimehubiri habari njema, niliwaambia ya kwamba Bwana Yesu anaponya, kwamba damu yake inanena mema. Haiwezekani ndugu. Niligeuka sasa, nikakata, nikasema no, umwele na kubaro umeoza, lakini ndani yangu nina nguvu, ndani yangu Kristo yupo, ndani yangu Yesu bado anaweza kuniponya. Mwili wangu ndani Yesu Kristo anaishi. Siwezi kuwa na kasa, sina sukari. Kwanza kabisa hapo nikabadilika, nikageuka, nikakata. Ndugu, niko hospitali. Alafu hapo nimeambiwa kwamba siruhusi hata kurudi nyumbani kutokana na hali niliyokuwa nayo ya homa. Nimezidiwa, siwezi. Insulin hapo wako wanajaribu kushusha sukari, wakasema tuwezi kufanyia upasuaji ukiwa sukari iko juu, hebu tuishushe angalau ifike 10. Wakaweka masindano ili angalau shuke waweze kunifanyia upasuaji. Nilifanyia upasuaji nafikiri ilikuwa Ijumaa jioni by emergency. Ndugu, sikuwa na neno moja lingine kwenye akili yangu, niliachilia damu ya Yesu. Ndugu, niliachilia damu ya Yesu Kristo, nilitamka damu ya Yesu inakausha, damu ya Yesu Kristo inanena mema, damu ya Yesu Kristo inanena uponyaji, damu ya Yesu Kristo inanena ushindi. Nakataa kukatwa ziwa, nakataa kwa jina la Yesu, nakataa kwa damu ya Yesu. Kwa kupigwa kwa Bwana Yesu mimi nimpokea uponyaji. Nikawa na kile andiko hili ambalo jioni ya leo napenda na wewe mwanadamu, na wewe mama ambaye una shida, mguu wako umeoza, wamekwambia ya kwamba huu mguu wako kushoto unaenda kukatwa. Napenda nikwambie jioni ya leo ya kwamba ipo damu ya Yesu. Hatukiri damu ya Yesu Kristo kwa kusoma kwenye Biblia, tunakiri damu ya Yesu Kristo, maana damu ya Yesu Kristo bado inanena, hii hai kabisa. Damu ya Yesu Kristo mpaka leo ina nguvu utakapoamini. Damu ya Yesu Kristo haikumwagika, sio sinema kama vile tulivyozoea. Tumezoea kuangalia kwenye sinema, watu wamechukua zile picha za kwenye sinema, wameshindwa kuweka hiki kilichofanyika kwenye maisha, wakaanza kuishi. Damu ya Yesu Kristo sio maigizo.